kitu na kinatokea Yeah. ndani kwa watu wanakuambia Yeah. nenda huko kafanya muziki bwana, usikienda na sisi ndani hapa makanisani nini. Change na watu. Nenda duniani huko. Nenda duniani. Ukasema kitu kinacho. Okay. Acha kwanza nichanganye na watu. Yeah. Sawa, ulianza kupiga muziki, ulianza kuhusika kwenye gitaa, upigaji wa gitaa ukiwa kwenye level ipi na ilikuwa ni wapi kabisa kwa mara ya kwanza? Mara ya kwanza mimi Kongo. Au nimekulia kwa jumba zangu. Okay, Kongo. Okay. Kwani huko ndo nilifunzia gitaa, wajumba kunifundisha, baada ya hapo mimi nikajiongeza. Okay. Safi sana. Kwa hiyo asili yako ni wapi? Baba mimi. Nimezaliwa Kongo. Kongo. Okay. Na mimi nilikuwa nakuja huku dingi ananiita huku kadhaa. Okay. So umetoka Kongo kuja Tanzania ukiwa na umri gani? Ilikuwa zamani sana. Ulitoka ukaje? Okay. Mimi nimeuliza hivyo kwa sababu watu wanaotoka Kongo mara nyingi, asilimia kubwa wengi wao Kiswahili huwa kinawapa shida sometimes. Sasa kwako wewe ni unanyosha kidogo, haupati changamoto kwenye Kiswahili. So nilitaka nijue hivyo vitu na sasa tunaingia kwenye harakati za kupiga gitaa. Umepiga gitaa, umehusika kwenye tracks ambazo zimefanya vizuri na tracks kubwa. Ulipataje nafasi ya kufanya track kubwa na wasanii wakubwa hapa Tanzania? Sio bana, unajua tena. Kutana na wewe, fahamiana na rafiki yako mwingine. Okay. Fahamiana na rafiki yako mwingine, fahamiana na mwingine pia. Okay. Kwa hivyo. Okay. Ulisema wenzako wa kanisani walikuambia bana, hebu toka kajichanganye na wengine. Maana yake harakati za kupiga gitaa ulianza ukiwa kanisani? Harakati za kupiga gitaa nilianza mtaani. Watu walikuwa wananitumia birthday. Ndio tupige gitaa uende. Alafu mimi sikuwa naimba, nilikuwa naita mtu anaimba. Okay. Kwa siku watu wakanitaji sana. Okay. Watu wa bendi wakanichukua. Nilipoona kwenye bendi kuna kama kitu ambacho nataka akipo Okay. Mambo yakakaa sawa. Kuna mtu ambaye pia anapiga gitaa huko mtaani, anatamani awe kama Aysel. Harakati zako, urahisi wake na ugumu uliko wapi mpaka unakuja kukutana na maproducer ambao wanafanya muziki na wasanii wakubwa? Harakati zake, kwanza wenzangu ambao wanapiga gitaa kama mimi na tofauti, mtu anaweza kuwa ana kipaji cha kupiga gitaa ila daktari. Okay. Mtu anaweza kuwa na kipaji cha kupiga gitaa ila hapo ni injini. Okay. Hapo kuna sababu hapo kufanya mtu asiendelee kwenye upigaji wa gitaa. Okay. Sababu kuna mwingine ndoto yake ni muziki kabisa, kufanya gitaa kama mimi hapa. Ila professionalism ina limiting. Aysel Doctor. Kwa nini Aysel Doctor? Hiyo ni jina ambalo limepewa Kongo. Ila moja wa Wahema. Okay. Hiyo inamaanisha kukubali. Okay. Sawa. Hiyo inamaanisha kukubali. Solo yani kutokana na jinsi unapopiga gitaa hiyo. Okay. Doctor nimekuja kupatia hapa bongo. Okay. Kwa hiyo ni daktari wa gitaa. Yani kwa nimekuta example wimbo ananiambia jazia kwanza hapa usabusa hivi. Okay. Mungu anakaa sawa, watu wakanibariki jina daktari. Doctor. Maproducer ambao ulikutana nao sasa, urahisi wake ulikuwa wapi na ugumu ulikuwa wapi? Kwa sababu umesema ulipiga kwenye band then ukajichanganya sasa kwa kukutana nao. Yaani ulijichanganya vipi mpaka kukutana nao? Kwa sababu kuna watu ambao wapo mtaani na wanatamani pia wafanye kazi na wasanii wakubwa, wanatamani pia wafanye na maproducer kama unavyofanya wewe. Ilikuwaje mpaka tukapata hiyo link? Baba. Urahisi wewe pia na ugumu wewe. Urahisi wake ni kwamba nilikuwa chapu sana kwangu, yani Mungu kanisaidia.
jasho sana. Japokuwa nimepiga, kuna maproducer nimewapigia beat kweli. Okay. Nimepiga beat ambazo sina faida nazo kabisa. Hujanufaika. Wewe unaziacha hazina maana yote kwako. Fanya hivyo sana. Pia imenisaidia kunipa nafasi ya kusogea mbele. Okay. Hizi tayari na msimamo. Okay. Sawa. Maproducer wakubwa sasa ambao umefanya nao kwenye kiwanda cha muziki wa Bongo Flava ni wapi kwa list sasa? Nimefanya na fulani. Maproducer ambao ni wakubwa kabisa wanafahamika hiyo. Karibu wote. Umefanya na Stukiz? Umefanya na Stukiz. Okay. Haba. Okay. Kanpa. Okay. Pablo. Okay. Umefanya na Liza. Okay. Wengi of course. Umefanya na A-list ya maproducer ambao ni noma sana. Kwenye hao maproducer uliowataja sasa, producer gani ambao uko unafanya naye kazi? Unaona jamaa amenyoka. Huyu jamaa yupo strict. Jamaa hataki vipengele. Kwamba huyu bwana ni kazi kweli. Producer mmoja hivi. Na anapambana kama sisi, anaitwa Male. Okay. Okay. Japokuwa wote wanafanya vizuri sana. Kwa sababu mimi nachanganyikiwa sana. Uko unafanya naye? Nenda kwa producer fulani na kuta na idea zake fulani, unasema wow. Nenda kwa wewe pia unasema wow. Changanyikiwa. Okay. Ila mimi ni list labda ataingia labda Stukiz au akina nani, au kwa sababu ni watu ambao wanafanya na wasanii wakubwa, kwa hiyo na kuepo pressure kubwa kwenye kazi zao. Ndio nikitaja wao wakubwa hao. Kwanza nitachanganyikiwa kwa sababu kuna vitu tofauti ukivicombine, kitu cha producer fulani cha producer fulani combine feel yani nashindwa kutaja mmoja. Unashindwa ndio mkali. Kutaja kwa sababu no, sio mkali. Namaanisha yani producer ambao uko unafanya naye kazi, kuna wale wengine ambao wakianza saa 5 za usiku hadi kesho asubuhi wanafanya kazi tu. Unajua Au kuna yule mwingine ambaye mkikubaliana kwa kwa baba. Bongo hapa. Ndo anatumia jina hilo la shetani. Naogopa sana. Anatumia jina hilo la shetani. Nani huyo? Stukiz? Si Stukiz. Mbona kama Stukiz? Zombie? Nilijua. Weka miaka Makanae kabisa hapo. Saa 4 hapo. Kazi. Tukatoka hata saa 10 asubuhi, saa 12. Halo. Kweli, yani iko vizuri. Fight sana. Okay. Hilo jina linamfaa. Ni kweli. Sasa maswali ni mengi na muda pia ni mchache sana. Ngoja tupige kwanza, afu tutarudi tena tutaendelea kidogo. Sasa nataka nijue ni project zipi ambazo umehusika kama mtu uliopiga gitaa kwenye hizo nyimbo? Nimehusika kwa wimbo ambao unasikia kwa sasa. Nimehusika kwa wimbo kwa leo. Okay. Harmonize featuring Mbosso. Nimehusika Ulua. Wow. Okay. Nyimbo nyingi tu nimehusika Tingi. Okay. Okay. Safi sana. List ni kubwa by the way, na tunaenda sasa kupiga ngoma ambazo amehusika. So doctor, huyu ni daktari wa muziki, daktari wa kupiga gitaa, daktari ambaye ananyosha kabisa kwenye muziki. Tunaanza na ngoma gani sasa hiyo? Wenda hapa ni wachapie leo tu. Leo ya Harmonize. Ya kwanza Harmonize na Mbosso. Leo. Tuondoke.
Noma. Kama ulikuwa ujui au ulikuwa ufahamu aliyepiga gitaa kwenye ngoma ya Harmonize na Mbosso leo, ilikuwaje mpaka ukahusika kwenye kupiga mdundo, ukahusika kwenye kupiga gitaa kwenye ngoma ya Harmonize? Kuhusu project hii, kuna siku nilipigiwa simu na producer Mafia. Kanipigia simu, njoo nikute kwa Beka Flavor huko. Tukafika kwa mkubwa Beka, tulikuwa nafanya project na Beka. Alafu wakati nimemaliza kazi kaniambia tu, kaacha mentro na minalia hapo, kaniambia tu, piga freestyle unachojisikia. Fanya unachojua tu bana. Na mimi nikapita kwanza mstari wa kwanza shwa, pili shwa. Nikasepa zangu. Baadaye kanipigia simu, Bigi kaingia wimbo. Nani? Kaniambia Konde. Harmonize kahusika. Nikasema, tausikia. Sema poa. Umekuja kusikia? Hajapita hata sijui mwezi mmoja tu nasikia issue kwani. Tayari. Ni mimi huyu. Mungu mkubwa. Sijategemea yani. Wimbo ni wimbo ambao umenisurprise sana. Okay. Sijategemea. Producer alipanga magitani. Yamepangiliwa. Yaani wewe ulikuwa unapiga rafu. Okay. Faster. Nishamaliza kazi. Wewe unapiga kama kujifurahisha tu Ila kwa genius. Vimepangwa, vitu vimekalika. Sasa project imefanya vizuri by the way, ni chemistry fulani hivi ambayo ni amazing. Imefanya vizuri kwa 2026. Ni nini ambacho umenufaika kama mpiga gitaa kwenye ule wimbo? Wimbo bana. Mtakuana na producer. Kwamba mtamalizana na producer. Mtamalizana na producer. Kwa hiyo Mafia manake haja kuzingatia mpaka saizi. Okay, manake hujaingiza hata shilingi 100 mpaka saizi kupitia ule wimbo. Okay. Ila hopeful atakulipa kwa sababu ni unafanya naye kazi. Nafanya kazi. Okay. Na vitu tunaidiana. Okay. Sawa. Na achana na hiyo sasa, leo kuna wimbo gani ambao pia umehusika kama mtu uliopiga gitaa? Nimehusika kwenye Amanda ya Zuchu. Kweli? Tuondoke nayo. Tuondoke. Wewe. Hii ni Amanda ya Zuchu. Zu. Ndio inaishia hapo Zijaingia nyingi sana. Oya, wewe usicheze na sisi. Sawa, sisi ni watu wa kazi, kwa tucheke atuchekeshe. Huyu ni El Soul Doctor ambaye anafanya maajabu kabisa kwenye track songs ambazo ukimweka kama mpiga gitaa atakumaliza na atahakikisha kwamba watu lazima waenjoy na muziki wako. Sasa El Soul, umefanya kazi na Zuchu mzee wangu. How was the link? Ilikuwaje mpaka ukashirikishwa kufanya Amanda ya Zuchu? Hiyo kazi na kwa tunasikiza play. Zao ambazo play wimbo mimi kwa kama nimeshafanya. Okay. Kapiga freestyle. Wimbo ulipoanza nikapiga freestyle, yani kivyangu tu yani. Okay. Sipo, yani wimbo kwa na ratiba kupiga. Okay. Kupiga kitu akasema bwana kama kitu wewe rudia tena. Akasema jaribu kwanza. Record. Ani aliporecord tu kupiga ikakubali. Kuweka nini pembe. Kuweka yani hata gitaa kurekebisha siweke mafuta. Hivyo kavu. Shwa. Wakati wa Zuchu akiwepo sasa au hakuwepo wakati huo? Wakati huo alikuwepo. Okay. Umesema track ya kwanza Harmonize na Mbosso hawakuwepo. Si ndio? Maana yako ulipigwa kwa mwenyewe. Hii round ya pili sasa umefanya na Zuchu akiwepo. Uliambiwa siku hiyo kwamba tuna project ile na Zuchu tokea? Sijaambiwa na project. Siku hiyo ilikuwa ni session ya beat kama nilivyokuambia. Okay. Mara nyingi anakuwa anafanya beat ya 100 kadhaa. Okay. Nafanya. Okay.
Nyota Zuchu alitokea tu yani. Alitokea okay, tayari sijui alikuwa na zombie okay, baada hapo nyimbo zao nikapiga okay, kikaenda kikaondoka, kiliingiza kitu au na nyenye ulifanya kishikaje kama ulivyofanya ya kwanza ulienjoy? Okay, sawa. Track ya 3 ambayo umehusika kama mpiga gitaa sasa ni ngoma gani? Fitting. Moko, Genius na Mario. Tunaondoka nayo kama ifuatavyo. Sisi hatuongei sana, si ni muziki. Kuku. Huyu fundi aba kutoka alo mina wewe wamilifu mina wewe hatuto mahaba ya kila aina nakupa Embu anza tena. Anza tena kama ulivyoanza. Oya. Noma sana. Hongera mzee wangu. Unatisha vibaya sana. Unatisha zaidi ya msukule. Bwana, hiyo ni fitting ambayo amehusika Elsalo Doctor kwenye ngoma yake Moko Genius na Mario. Sasa can you guess what the talent, Can you see the talent ambayo kijana yupo nayo? Yaani yuko zake hivyo tu simple kinyamwezi na hata wala hata alingi. Achana na hivyo vitu vingine sasa ambavyo vilitokea kwenye project na mambo kama hayo maandalizi. Kwako wewe ilikuwaje connection ya kufanya fitting? Sababu ni wimbo ambao ulikuwa umeshafanyika kwa producer mwingine kabisa. Kaletwa hii watu wasikie sasa fine. Okay. Watu wote waliposikia studio kwa baba wakasema huyu bwana inabidi uongezee vitu fulani hivi. Okay. Wimbo tena ukaanza kupikwa. Okay, manake aliyekucheki alikuwa Aba. Ndio, yani kama kawaida nilikuambia. Nita naye pia kwenye. Okay. Kanaye. Katikati ndio tazamo kaja na session. Okay. Mungu alikukuta studio tayari au Okay, sawa. Kwenye hiyo project sasa ambaye ni unamalizana naye ni ulimalizana na Aba na sio msanii. Sawa. Safi sana. Project ipi nyingine ambayo umehusika? Olua Mario. Umehusika? Oya, sikiliza. Kabla hatujaruka hiyo Olua, najua Olua ni ngoma ambayo imesumbua. Yaani ni ngoma ambayo 2026, ukizungumzia 2026 umehitaja Olua. Huyu jamaa huyu kahusika kwenye kupiga hivyo vitu vilivyohusika kwenye Olua. Hebu tuondoke. Olua bana. Yeah. Hicho ndo lichopiga kwenye Olua. Noma sana. Hebu jaribu sasa kuipiga yote na vile ambavyo vimepigwa na mtu mwingine.
Unajua ile ni keyboard, kwa hiyo kunakuwa vitu ni vigumu. Vya gitaa peke yake, vya gitaa peke yake. Gitaa peke yake. Ndio hicho test tena. Kuna kitu nataka nikisikie. Noma sana mzee wangu. Ulipiga gitaa kwa maelekezo ya producer ama ni ulikuwa unapiga tu kama ulivyokuwa unafanya nyuma huko kwenye project nyingine? Okay. Kwa kani basi sasa muda huo. Wakaenda tafuta idea, piga hicho. Bali watu wote wakafikisha hapo. Kama moja anaitwa okay. Kiga na intro. Big can banga vikaondoka. Cannibal Creator alikulinki kwenye hiyo project na wewe sasa ambao ulikuwa unapiga kwa mara ya kwanza, ilikuwa ndo mara yako ya kwanza kufanya kazi na Mario au ulikuwa tayari ushafanya huko nyuma? Kazi kibao nimeshafanya. Ulikuwa tayari ushafanya. Safi sana. Ilikuwaje scenario mpaka ukaje ukafanikisha kupiga vitu ambavyo ni vinoma kabisa? Na kwako wewe what was the experience ambayo ulikuwa nayo, au ulikuwa na hali gani, au ulikuwa na mood gani kwenye wakati ulipokuwa unapiga vitu? Kwa sababu ukisikiliza unaona kabisa kuna namna kama umepiga yani kuna vitu fulani hivi ambavyo vimepangiliwa, yani si kama unanielewa unaona kabisa kuna vitu ambavyo vimepangiliwa na vinafanya poa. Yani wewe ulikuwa na mood gani mpaka ukafanya kupiga vitu kama hivyo vinaposikika vizuri? Kwanza nilikuwa na mood nzuri. Pili, session inahitaji kwanza pendo. Okay. Mood nzuri. Okay. Na muda pia. Okay. Ukiwa na muda, ukiwa na furaha, ukiwa na mood nzuri, unafanya vizuri. Lazima ufanye vizuri. Okay. Sawa. Umepiga Urua. Ngoma gani nyingine ambayo umeingia kama mpiga gitaa? Friendzone ya kwake Harmonize. Okay. Hatuna muda wa kuongea. Tunaondoka na Friendzone ya Harmonize na Ibra. Unawanyima utamu watazamaji wangu hivyo. Sawa, mimi nachotaka sio kwamba uimbe, unaweza kaonesha the key, the lyrics, namna ambavyo wameflow. Unaweza ukapita mlemle walivyo flow, so lazima uimbe. Mimi nachotaka tu ni ile melody sikike. Unaweza kufanya hata kwenye ngoma ambazo zimetoka pia ungefanya vile, ingekuwa poa tu. Ingekuwa poa, hamna kitu ambacho kinaharibika. So unaweza kufanya hivyo. You can do it. Be free. Let's do it. Okay. Anasema nanipenda, mchezo naopenda kweli. Anasema nanipenda, nitazama kweli. Anasema nanipenda, mchezo naopenda kweli. Anasema nanipenda, nitazama kweli. Asante kama ukiona na kuita jina umetenda. Nilikuwa na mtani friend ya squid kimwita na friend kimemteka na tekeka akiniona na cheka akasema maneno hayo
Mimi nataka pale sehemu ile ya Ibra ile anakamkam kile kinyama cha hamu. Sasa maneno haya. Yaani unasikia? Mimi nimeshajua kwamba unaweza usiimbe kwa sababu pia sio lugha yako ambayo umezoea na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unaweza ukapiga tu ile akapela ya melody ya kwamba ukapita hivyo. Hata kama usipoimba mtu ataelewa ni kwamba nini ngoma gani. Sawa by the way unafanya poa sana. Hizo ni ngoma ambazo umehusika. Kuna track list ambayo nilipata mwanzoni. Sasa zimeisha. Hivi Harmonize umefanya naye mara ngapi? Okay. Wasanii wapi wakubwa? Zipo lakini umehusika. Hongera sana. Wasanii wapi ambao natamani pia kufanya nao wakubwa? Kwenye game, hata wadogo pia. Ni issue ya industry kukua. Wote Diamond Platnumz kwenye ngoma ipi? Zimeshatoka. Ngoma gani umehusika kwenye? Nimehusika kwenye nani? Ile nani? Okay. Hello. Nani sehemu gani? Sehemu gani ambayo umepiga gitaa? Epe kile. Okay. Ni hapa bebe yangu mimi. Yangu mimi. Dadadadi dadadadadadadadadi. Dadadadadadi. Babadadi. Dadadadadi dadadadi. Niende kwa nani? Niende kwa nani? Nende kwa nani? Sanende. Noma sana. Niseme nini? Mimi na wewe tumeona kwa macho yetu mawili. Tumeshuhudia, tunakiona kinachoendelea kufanyika hapo. Bana, nisipokupa hongera nyingi nitakuwa sikutendei haki. Maana yake ndo maana narudia kukwambia sana hongera sana. Kwenye hiyo ngoma ya nani? Ulikuwa na mood gani wakati uko unapiga hiyo? And Diamond Platnumz alikuwepo? Okay, sawa. Kwa hiyo simu ziliita ukamwambia, "Oh, Big leo tuna session 9 tokea mahali." Okay. Hiyo ilikuwa ni session ya kupata kitu kipya. Maliza kupata kitu kipya. Play wimbo anana akasema, "Angalia kama gita nani inaweza kukaa." Sasa ilikuwa tayari nisha. Okay, ukiachana na nani ya kwake Big ya Diamond Platnumz, kuna ngoma ipi pia ambayo umehusika umefanya naye Diamond Platnumz? Moyo. Sehemu gani ambayo umepiga gitaa? Mwanzo mwisho. Test. Tuifanye kidogo tu kidogo. Au haina vitu vingi pia? Kama haina penzi maua pesa mbolea hata shemeji yetu ana mengila hawezi ongea moyo. Yeah, of course. Kama umesahau siwezi kuwa na doubt kwa sababu pia mimi na mtu ambaye ni hapa ndani anakuaga naimba sana. Alafu nimeona kama imempoteza hivi. Niko my brother ambaye anahusika kwenye sehemu za production wapo huko. Ni mtu ambaye anapenda sana muziki na anazijua sana nyimbo nyingi. Sasa nimemuona kama mbona ngoma kama sijai kuisikia. Ilishatoka hiyo ngoma? Moyo. Muda sana, si ndio? Video bado. Ila audio ishaachiwa. Sije kwa unavuzisha ngoma. Tukavujisha ukakosa kazi tena kijana wangu. Ushaachiwa. Sawa. Umefanya na Big pia umemalizana Harmonize. Rayvanny ushafanya naye?
wasanii wote nyimbo ambazo bado zipo ndani ila bado okay. Ila Rayvanny ndo bado. Je, Melody umefanya naye au bado? Lakini fanya naye ila producer alitoa haikuwekwa gitaa. Makosa kidogo ingia na noise. Okay. Jirani. Okay, ulikuwa umeichapa. Okay. Sawa. Sasa Elso, una management kwanza? Mimi sina management. Una management? Unafanya mwenyewe? Nimeuliza issue za management ili kama mtu akitaka kufanya booking tujue anafikia management au anaanza na wewe. Mtu akitaka kufanya booking session. Yeah. Okay. 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 Okay, sawa. Sasa hizo ni project ambazo umehusika kama mchapa gitaa, umepiga humo vitu na vimesikika, vimelia vizuri sana. Time yetu ni kama imekatakata fulani hivi, lakini sio kesi. Nataka unipigie bonus track ambazo nitakutajia hapa. Ya kwanza ni Kisela ya Vanessa. Yeah, uichape kidogo tu. Hiyo ni Kisela kwake Vanessa. Ya pili ni Victon, ngoma yake ya Soweto. Kijana hataki kwenda mbali, lakini mbali tayari ashafika. Hilo unaweza kesi hataki kwenda mbali kama alivyosema, tayari ashafika. Sasa ngoma ya tatu ni Power ya kwake Mbosso, na yeye anataka ichape. Yeah, ichape hapo Kinyamwezi. Yeah. Chapa ichape. Ningeimba lakini sijui kama production itanipa hiyo nafasi. Ningeimba ningeichapa, inawezekana. Mimi pia naimba mimi na kitu sema ndo hivyo tu, watu wangu wa karibu wanizingatii. Na nikiwaambia watu wangu wa karibu wanichukulia poa poa, sema siku moja nitakutana na producer ambaye ataniamini, afu then nitaonesha vitu vyangu. Sasa nataka project nyingine ambayo ichape ni ngoma ya kwake Alikiba na Nandi, ile Bailando. Yeah, Bailando. Yeah. Yeah. Oya, muda ungekuwepo sisi tungefanya zaidi ya hapa. Yaani sisi tunaweza tukafanya mpaka kesho kwa natazama tu. Tunaua zaidi tena.
Elso, kwa mtu ambaye anakutazama kama shabiki yako, kwa mtu ambaye amekuona kwa mara ya kwanza, alikuwa anasikia tu hizi sounds na vitu umevipiga instruments kwenye muziki ama kwenye midundo ya Bongo Flava, na kuna watu ambao wanafuatilia pia muziki wa Bongo Flava kwa jumla na game na industry nzima ya Bongo Flava. Kwa mtu ambaye anataka kupata zaidi kwenye mitandao yako ya kijamii, anakupata vipi? Mimi kwenye mitandao ya kijamii natumia jina la Eyo Solo Doctor. Insta nipo, TikTok nipo, YouTube nipo, bado na force hivyo. Facebook pia nipo. Kwa hiyo njooni mtafute tufanye kazi. Hilo ndo neno lako la mwisho. Basi. Bana, kijana hana maneno mengi. Mimi nilikuwa Costa Keys, nyuma yangu ya kamera ambaye watu ambao wamehusika kuningalisha na ninaonekana vizuri, nimeng'aa, director Hollins. Mashavu mengi ya kutosha kwa kwa mzee baba, kwa sababu unahakikisha sinaonekana kinyamwezi. Tumepoa, na kuna watu ambao pia walikuwa wanachangia wanatengeneza nyaya, vitu kama hivyo, light. Wapo huko kwa nyamwezi kibao, na mimi na sign out. Tukutane siku nyingine, tukutane wakati mwingine, the same place. See you next time.